Asante sana Alvin Kibet. Aha, wengine wakifuata wasimame na yeye hapa. Thank you so much. Asante sana. Ya, tuguka. Muriega. Muriega. Turiega. Mwathani agocwo. Amen. Najua mimi ni Kalenjini, msifikirie ni ya ule mtu mwingine. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Alvin Kibet. I'll be reading the tribute on behalf of the grandchildren, and then I will proceed to introduce them. Our tribute to Guka. Grandchildren's tribute to John Muhia Njoroge. Today, we stand together as grandchildren with heavy hearts, but also with deep gratitude for the life of our beloved grandfather, John Muhia Njoroge. Guka lived a long and meaningful life at 93 years. His life was a testimony of endurance, faith, and grace. Though he endured illness for several years, he remained to be a pillar of strength within our family. Steady, dignified, and deeply rooted in prayer. Above all, our Guka was a very prayerful man. Prayer was the foundation of his life. He believed deeply in God and entrusted every season of his life to him. Through his prayers, he covered his family, spoke hope in difficult times, and taught us the power of faith, patience, and trusting in God. To us, he was more than just a grandfather. He was a spiritual guide, a source of wisdom, and a loving connection to our family roots. He taught us not only through words, but through examples, by showing us that a life anchored in prayer is a life anchored in peace. The Bible tells us in Psalms 91:1, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. This verse reflects Grandpa's life, a life anchored in God, trust, and prayer. Even in the moments of silence, his presence spoke volume. His calm spirit, humility, and faith left a lasting impression on all of us. His prayer will continue to echo through our lives and guiding and strengthening generations to come. As his grandchildren, we are grateful for the years we shared with him, for the memories we will live forever, cherish, and for the spiritual foundation he laid for our family. Though we will miss his voice and gentle presence, we take comfort in knowing that he lived faithful and has now found his eternal rest. We say goodbye with love, respect, hearts full of gratitude. Rest peacefully, our Guka. Your prayers and legacy live on us through. I will start from... Pia mimi ndio nimeleta great grandchild peke yake kwa hiyo watu yote. So I'll give my sister to read the tribute on his behalf. Habari yenu? My name is Lynn Cherono, Alvin's younger sister, Mama Kibet's only daughter. So I'm going to read the tribute from the great grandchild, and he's the only one, so that's the 4th generation. He's there. To my great grandfather, though I am too young to remember you, your life and love will always be part of my story. You leave behind generations who will carry your name, your strength, and your memory forward. Thank you for the life you lived and the family you built. You will always be remembered. Rest peacefully, my great-grandfather, from NH Sky. First, nyumba ya Mary Tunduria. Tuko na Kevin Tunduria, firstborn. And then Evans Tunduria, and then followed by Ian Tunduria. Eugene Omalo uko na kura ya Trans Nzoia hapo. Next family ni family yetu. Niko na myself Alvin Kibet, firstborn. Niko na my sister Lynn Cherono. Alafu kuna yangu anako America, anafanya mambo ya Venezuela. Alafu tuko na kijana yangu ndio huyo great grandchild. Simunipigie makofi.
Then the next family ni family ya Mr. Njoroge ambaye alisoma tribute. Tuko na Zablon. Tuko na mrembo hapa Shiro. Wapi mwingine? Tuko na Nyagodhie. Na tuko na mwingine. Makofi. Next family would be Serena. Tuko na Serena Makena. Serita ako Canada. The sister ya Serena. Makofi. Next family would be Dennis. Tuko na Dennis. Tuko na Bill. Tuko na Njoro. Tuko na warembo hapa wawili. Makofi. The other family would be familia ya my namesake Alvin. Tuko na Ryan na young wanapo. Makofi. Alafu tuko na family ya Fiona. Tuko na Shiro. Makofi. The other family imebaki ni yangu sasa ya great grandchild. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Alvin Kibet. Si tumchapie makofi. Thank you so much. Asante sana. Tribute ya mwisho ni ya in-laws Lucy Jologe. Praise. Karibu sana Lucy. Hii ni ya in-laws na hii tribute ndio ya mwisho. Wengine wakimfuata Madam Lucy. All protocols observed. My name is Wamboi, and the man sleeping here is our dad. A man I came to know 25 years ago when I became part of his family through marriage to his firstborn son, Njoroge Mohia. On behalf of my sisters here, I'm going to read the tribute. Today, we honor and remember a remarkable man, a loving and caring father-in-law whose kindness touched everyone who knew him. He welcomed us not just as in-laws, but as his own children, offering guidance, support, and unconditional love. Dad's presence brought peace, and his actions spoke volumes about the values he lived by. Dad, we will always remember how you prayed for us and our families, mentioning each one of us by name. You would wake up in the middle of the night and pray, and whenever we had visitors, we had to alert them. We had to tell them, na mumenye fafa niokirago tukukuhoya. That was the nature of our dad. He would wake up at the middle of the night to pray for us, his children, and to the community. And literally he could mention us by our names. We relied deeply on your prayers, and whenever we faced life challenges, we could always call you and ask you to pray for us, and you did it so gladly without hesitation. You always made us feel appreciated, and you constantly reminded your sons to honor us by paying dowry, often saying, "Mutumia daheanago." You actively participated in each of our dowry negotiations, and later spoke about them with great passion and pride. You valued the birth of your grandchildren immensely, and you celebrated, prayed for them, and blessed them during their memorable moments. You closely followed up on our children's school performance, and you always encouraged them to do better, pushing them to strive for excellence. Dad, your prayers and guidance will forever live in our hearts. We are deeply grateful for the life you lived and the legacy you have left behind.
Rest well, our prayer warrior. Rest well, our dad. From where I'm studying, I'm the eldest, wife to Njoroge Muhia. She's Esther, wife to Jogona Muhia. She's Susan, wife to Gige Muhia. She's Mercy, she's also deaf. She's wife to Jenga Muhia. She's Betty, wife to Mwangi Muhia. She's Helen, wife to Gashunga Muhia. Thank you so much. Asante sana, tuwachapie makofi. Thank you so much. Familia ya baba yetu John Muhia Njoroge, tunashukuru sana 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 kwa nafasi hii, kwa sababu sasa tunataka kuendelea. Mimi nataka nifikishe hapo ili nipate kumkaribisha our able bishop wetu, Bishop Daktari James Mwangi, ili apate kuendelea katika jina la Yesu. Situmchapie makofi anapofika na ili apate kuendelea. Thank you. Hallelujah. Tusimame kidogo tafadhali, tujinyoshe. Tujinyoshe. Tujinyoshe, tujinyoshe. Tunaweza kuketi tafadhali. Kwa nafasi hii nataka kumkaribisha our regional bishop ili aendeleshe mahali ambapo pamezalia. Yeye ni baba yetu, na kwa hivyo pia ndiye atakayeombea familia. Kwa hivyo tumkaribishe kwa makofi katika jina la Yesu. Karibu askofu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Basi inaonekana ya kwamba wengine wameanza kushoka, lakini mambo bado. Nami majina yangu sitayarudia, mumeelezewa. Nataka kusema ya kwamba Your Excellency Rigathi Gachagua, Your Excellency Kalonzo Musyoka, mama wetu Dorcas, na gavana wetu badilisha rafiki yangu na Chemenji. Basi rafiki yangu Medu ameenda, sio ameenda wapi? Na all protocol observed. Bwana asifiwe. Bwana inuliwe. Mimi ni mtu ambaye si wa maneno mengi. Ni mtu wa maneno machache. Wanjiku Muhia ni rafiki yangu na nimekuwa askofu wake. Na pole sana kwa sababu ya kuondokewa na baba mzazi. Ninaona ushungu uliona kwa kuondokewa na mzazi uliyempenda, lakini yote ni kwa Mungu. Kwa hivyo pamoja na mama yetu katika mambo hayo, nimwambia kwamba binadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke yeye anaenda, lakini Mungu anadumu milele na hata milele. Yeye haondoki. Kwa hivyo yeye Mungu ambaye amebaki na yataendelea kubaki, atakuwa Mungu wenu na atawaangalia na atawahifadhi na atawaongoza. Kwa hivyo sasa mjiweke nguvu, na Mungu amempa neema baba yetu, ameenda na miaka mingi kutoka 32 to 2025 kama vile ambavyo inaonekana pale. Ni miaka mingi. Ameona watoto wake, wajukuu wake, amewaona, na kwa hivyo hiyo ni baraka. Sasa mimi kusimama, nataka kusema ya kwamba
upande wa kanisa unaendelea. Ukifika sasa karibu ukingo, ili tuweze kukaribisha upande mwingine, pande ile nyingine, ambao na wao watasimama mbele zetu. Maombi ya kuombea jamii tutaomba baada ya mambo yote kumalizika hapa. Itakuwa maombi ya mwisho hapa, bakia maombi mengine ng'ambo ile ambapo mwili utakapolazwa. Kwa hivyo tutatulia tu, kishoka kidogo basi usiwe na shinda. Basi Legathi, na kuenzi sana. Ulikuja katika siku yangu ya inauguration yangu pale Olkalau. Sitasahau, na kazi unaifanya ni kazi nzuri. Hiyo naye ambayo ulifanya nitalipa. Nyuma yangu kuna watu wengi sana. Nimeshika Nyandarua yote, nimeshika Kiambu yote, nimeshika Murang'a yote, nimeshika sub-county ya Naivasha ni kwangu. Sasa nyuma yangu kuna watu ama hakuna? Kuna watu. Na tena sisi watu wa Full Gospel Churches of Kenya ni wengine. Sisi hatujui mpira wa juu. Hatujui. Mpira wetu ni wa chini. Tunachezea chini. Na hatuwezi kukuambia kabisa kile ambacho tutafanya, bali sisi tunajua kile ambacho tunafanya. Na ukisimama ugwe mkono wa Full Gospel, wewe umeingia. Maana watu wetu ni wengi sana mashinani. Ukienda hata mahali hapa hakuna barabara, unawakuta huko. Hata mahali hapa kuna giza, unawakuta huko. Sio kwa shetani. Unajua kuna mahali pengine ambapo stima hasijafika, si ndio? Hatuwezi kuwa simefika Kenya yote. Lakini nataka kusema hivi, kona yote ambao Full Gospel iko, sisi tunajua yale mambo yanayoendelea. Na tunajua na tumeona ile mambo inayoendelea. Na tumeamua vile ambavyo tumeamua, na hatutasema leo. Kwa hivyo msiwe na shida. Nyinyi fanyieni watu kazi. Hiyo tu peke yake. Na tena umeonyesha ujasiri mwingi sana. Legathi, wewe ni shujaa.